Kabla hatujaomba, hebu tusikilize neno la Mungu, kisha tutaomba pamoja. Katika Injili ya Marko saa 11 na madakika 22-24, Yesu anatoa fundisho zuri na lenye nguvu kuhusu imani. Anasema, imwamini Mungu. Amin, nawaambia, mtu yeyote atakayewaambia mlima huu, ng'oka ujitupe baharini, na asione shaka moyoni mwake, bali aamini kwamba yale asemayo yatatokea, yatatendeka kwake. Kwa hiyo nawaambia, chochote mnachoomba katika sala, aminini kwamba mmekipokea, nanyi mtapewa. Maneno haya yanatualika kumwamini Mungu kabisa, tukiamini kwamba kupitia imani hata vikwazo vikubwa zaidi katika maisha yetu vinaweza kushindwa. Sio tu kuhusu kuhamisha milima halisi, bali ni kuhusu kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri, tukijua kwamba nguvu ya Mungu inafanya kazi kwa ajili yetu. Mithali 3:5-6 inatoa hekima kuhusu kumwamini Mungu kwa moyo wako wote. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mstari huu unakukumbusha kukabidhi hofu na mashaka yako kwa Mungu hata wakati maisha yanaonekana kuchanganya au kutokuwa na uhakika. Mungu anaona picha kubwa zaidi. Unapompa kila sehemu ya maisha yako na kumruhusu aongoze, anaahidi kukuongoza na kuleta uwazi katika njia yako, akihakikisha kwamba unatembea katika mpango wake mkamilifu. Zaburi 28:7 inasema, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unamtumaini, nami ninapata msaada. Moyo wangu unaruka kwa furaha, na kwa wimbo wangu ninamsifu. Maneno haya yanaonyesha kwamba Mungu si mlinzi wako tu, bali pia ndiye anayejaza moyo wako furaha unapomtumaini. Anakuwa chanzo cha nguvu na furaha yako, akitoa sababu za kumwimbia na kumsifu kwa moyo uliojaa upendo. Katika Isaya 40:31 tunapata ahadi ya ajabu kwa wale wanaoweka tumaini lao kwa Bwana, lakini wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mabawa kama tai, watakimbia wala hawatachoka, watatembea wala hawatazimia. Mstari huu unakukumbusha kwamba kuweka tumaini lako kwa Mungu kunafanya nguvu yako na roho yako kufanywa upya. Ni kama kuinuliwa juu ya matatizo ya maisha kama tai anavyoruka juu angani. Kumtumaini Mungu si kusubiri tu bila kufanya chochote, bali ni kuishi kwa uhakika kwamba anakupa nguvu ya kuendelea bila kujali safari ni ngumu kiasi gani. Zaburi 90:17 inatoa sala ya moyoni ikiomba kibali cha Mungu. Neema ya Bwana Mungu wetu na iwe juu yetu, uthibitishe kazi ya mikono yetu, naam, uthibitishe kazi ya mikono yetu. Mstari huu unaonyesha hamu ya kina ya kuona Mungu akibariki kazi unayofanya na kuifanya iwe na maana. Ni ukumbusho mzuri kwamba unapomwalika Mungu katika juhudi zako, anazipa thamani ya kudumu. Bila baraka zake, hata kazi yako bora inaonekana haijakamilika, lakini ukiwa naye, kazi ya maisha yako inakuwa sehemu ya kusudi lake kubwa. Unapotafakari mistari hii, iruhusu ijaze moyo wako kwa amani na tumaini. Fungua moyo wako kwa uwepo wa Mungu, ukimfanya awe katikati ya kila uamuzi na kila wakati wa maisha yako. Unapoomba, acha maandiko haya yaongoze mawazo yako, yakikukumbusha kwamba Mungu anakupenda sana na anataka kutembea pamoja nawe katika kila hatua ya maisha yako. Mtumaini na utaona jinsi upendo wake unavyobadilisha maisha yako. Sasa hebu tuchukue muda huu kuomba pamoja. Baba wa mbinguni, ni wewe unayeshikilia maisha yangu ya baadaye, unayeshikilia kesho zangu zote katika mkono wako wenye nguvu. Ninapoingia katika uwepo wako leo, nainua moyo wangu kwako katika maombi. Na kifuniko cha ulinzi cha damu ya thamani ya Yesu Kristo kiwe juu yangu na juu ya maisha yangu. Imani ishinde hofu, furaha ichukue nafasi ya huzuni, na amani yako ipitayo ufahamu wote ilinde moyo wangu na akili yangu dhidi ya wasiwasi wa dunia hii. Leo Bwana, acha nguvu zako za mbinguni zionekane katika maisha yangu ninapoliita jina lako takatifu.
Acha kila mbegu ya mashaka ing'olewe, kila kivuli cha hofu kitoweke, na kila mzigo wa wasiwasi uondolewe. Ninakuja kwako katika maombi nikiwa na shukrani kwa uwepo wako wa kudumu unaonipigania katika mambo yanayoonekana na yasiyoonekana. Ulinzi wako wa mbinguni na uingiliaji wako ndio ninaoutafuta, nikijua vizuri mapambano na changamoto ninazokutana nazo kila siku. Katika saa hii ninakuomba kwa unyenyekevu nguvu zako, kwa maana bila wewe siwezi kufanya chochote. Katika Zaburi 32:7 neno lako linanihakikishia, wewe ndiwe mahali pangu pa kujificha, utanilinda na taabu, utanizunguka kwa nyimbo za wokovu. Maneno haya yananikumbusha kwamba haijalishi machafuko ya dunia nje yakoje, ndani ya uwepo wako ninapata amani na usalama. Neno lako katika Luka 10:19 linanipa mamlaka juu ya nguvu zote za adui na kuhakikisha kwamba hakuna madhara yatakayokuja juu yangu nikiwa chini ya ulinzi wako. Nakushukuru Bwana kwa mamlaka ulionipa ili nisimame imara dhidi ya mipango ya adui. Ninaposimama leo, ninatangaza imani yangu katika nguvu zako za ulinzi. Ninatangaza usalama juu ya maisha yangu, juu ya maisha ya wapendwa wangu na juu ya jamii yangu. Adui hana mamlaka hapa. Hakuna mpango wa adui utakaofanikiwa dhidi yangu. Wewe, Bwana, ndiwe ngome yangu na ngao yangu. Ukweli wako ndio msingi ninaojenga maisha yangu juu yake. Leo ninaita ahadi yako ya ulinzi dhidi ya kila kitu kilichofichika na dhidi ya nguvu zote za giza zinazojaribu kuvuruga amani yangu. Ninasimama imara nikijua kwamba hakuna nguvu ya kiroho ya uovu, hakuna laana ya kizazi, wala janga lolote litakalonigusa mimi au wapendwa wangu. Ninaweka moyo wangu na akili yangu katika yaliyo juu, si katika matatizo ya dunia. Ninakutazama wewe, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yangu, nikiwa na uhakika kwamba amani yako kamilifu itakuwa yangu maadamu nitaweka imani yangu kwako. Ninaomba sasa kwa mamlaka niliyopewa kupitia dhabihu ya Yesu Kristo kwamba damu yako ya ulinzi na utakaso ifunike kila sehemu ya maisha yangu leo. Mikononi mwako ninaweka kila kinachosumbua moyo wangu. Kila wasiwasi na kila mzigo ninakabidhi kwako Bwana. Siku hii haijulikani kwangu, lakini inajulikana kikamilifu kwako. Kuwa pamoja nami, uniongoze, uniimarishe. Wewe ni Mwenyezi, muumba wa vyote, na hakuna kitu kilicho nje ya uwezo wako. Wewe unayesogeza milima na kuamuru bahari, una uwezo zaidi ya kushughulikia changamoto za maisha yangu. Katika nyakati zangu za udhaifu, acha nguvu zako zionekane, Bwana. Leo ninaweka mizigo yangu miguuni pako, nachagua kutotawaliwa na hofu bali kufanywa upya na kujazwa furaha katika uwepo wako. Ninadhamini baraka zako nyingi na wema wako, Bwana, na nachagua kuishi kila siku nikiwa na moyo uliojaa shukrani na sifa. Niruhusu niwe chombo cha habari njema zako, balozi wa tumaini na maneno mazuri. Matendo yangu na maneno yangu yawainue na kuwahamasisha wale wanaonizunguka. Wale ambao bado hawajakujua na waone ndani yangu kielelezo cha upendo wako na msamaha wako. Maisha yangu yawe ushuhuda wa rehema yako, ishara inayoonekana ya neema yako inayowaokoa waliopotea na kuwainua waliovunjika moyo. Ninatangaza ukweli wa Zaburi 90:17 juu ya maisha yangu. Neema ya Bwana iko juu yangu, akithibitisha na kufanikisha kazi ya mikono yangu. Ninakubali baraka zako juu ya familia yangu, kazi yangu na kila ninachofanya. Ninasimama katika imani nikiamini katika nguvu ya neno lako. Asante Baba wa mbinguni kwa kusikia maombi yangu. Katika jina lenye nguvu na la thamani la Yesu ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, tafadhali tujulishe katika maoni. Tutafurahi kukuombea.
Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.